Yo, I already told you this is a fun day. Alhamdulillah, nashukuru Mungu tena sana. We started with pipeline edition. Nataka niwaingisha hapa Kware, ile shimo ya Kware. Nionyeshe venye siku hizi kuna kazi development zimefanyika pale hivyo. Wamejenga mambo na drainage hapa, mambo sasa ni safi. Ukiangalia huko side za huko ni matara. Hata gari imepita, tunaweza pitia huko. Hata gari ya gesi imepita. Karibuni. Unaona the county government of Nairobi what it did with our people at Kware. Hapo tunawapigia 100 kwa 100. Sakaja, asante sana kwa kucheza kama wewe hapa. Hii ni ilikuwa na haribu njia sana. Kama ni wewe umecheza, shukrani sana. Ako umeshikanisha vizuri. Sianguke hapo hivyo. Akaenda kwa ofisi yetu. So wacheni ni ifike. Sijui nishike wapi. Ienda ikuje, ifike nayo. Twende. Ifinye gari twende bro. Cameraman kuja mbele yetu. Nayo. Ienda ifike. Sisi hao. Place security muhimu sana. Hii ni base zingine manzina kuambia ukipita usiku it will be so hard for you to make it from huko mpaka Kware police station. But I thank God the government of Kenya, the government of county government of Nairobi, they are doing a lot of work to make sure that hii area imekuwa safi, hii area imekuwa protected. Huko ni Tara family. Niaje mzae? Poa sana. Niko mtaa? Yeah. Utawasalimia kidogo? Ina noma next round. Halo. Mugwaje? Chambe yetu hapa imeanza maringo, tuko naacha tuondoke. So ukiangalia we have a lot of families. People are raising up their kids in this kind of situation. Ukiangalia huko hizo ni manyumba unaona zimejengwa huko. Kuna manyumba, kuna wase mali wanakaa huko. Wase they are earning their daily living, their daily bread from this area. Watu wanasomesha watoto wao, watu wanakula vizuri and life goes on. Guys, mnakumbuka shimo ya Kware, stories za Kware venye zilikuanga. Bado kuna wase wanakula fiti, kuna wase wanalia familia zao, kuna wase wanalipa rent out of this. Na leo tumepatana na mama yetu hapa na anachinja nguo. Habari yako mama? Salama. Wanakuita nani? Naitwa Monica David. Yeah. Hey, ngwati nguo imefanya nini unararua hivi? Hapa tunakatanga zip. Zip zenyewe tunachoma, zinakuwa like a brusho, tunauza tunapata pesa. Mimi sijaelewa. Sasa hii unaona sasa hii. Yeah. Hii brownish ni brusho. Nitaenda nichome na moto nitoe hii nguo. Nikabaki haka kadogo niende nipime na kilo nipate pesa. Sasa hapo nitaji zipu ngapi ndo kilo ijae? Hapa naweza kata kama nguo hata gunia 2 ndo kilo ijae. Wow. Ndo kilo moja ijae gunia 2 ya nguo. 90 kgs inajae. Wow, si rahisi wala. Hii ni ya watu wachache. Wale wafumilivu. Kilo moja ni pesa ngapi? Kilo moja ita depend tuko mwezi gani. Kama sasa tunaelekea deck, itateremka ifike 250. Ikikuja kitu kama mwezi wa pili jua kunanga vitu mingi, inaweza enda mpaka 400. Yeah. Wow. Lakini kabla hiyo kilo ijae utalia. Hapo ndo kazi. Naenda mpaka mwezi mzima ndo nipate kilo. Ulianza lini hii shughuli? Hii shughuli yangu nilianza wakati nilikuja nikapatana na mwanaume, akanizalisha watoto na akaepa. Si kitu ya kucheka lakini venye umeiweka yenyewe kuna venye inakaa. Bazenga alikuzalisha na akaamua kuepa. Ukweli. Shida ilikuwa nini ndo sasa akaanza kuepa? Shida ilikuwa ni venye nilijipata tu na boli ya ghafla yenye tulikuwa tunatarajia. Na yeye mwenyewe hakuwa na hiyo kazi ya kumanage watoto wote, akaepa tu. Wow, sorry sana. Hiyo ilikuwa mwaka gani? Hiyo ilikuwa 2022. Yeah. So umekuwa
ulianza hii shughuli from 2022. Yeah. Seli yako venye uliingia hivi, what was running in your mind? Yaani mimi kuingia malapa, Focus na sisi tena na watoto. niliingia ni kwa ajili ya kusaidia hawa watoto wangu sasa. Ndio nakuuliza aje venye ulifika ngatu hapa. Uko na venye kuna easy environment friendly ya mtu normal. Mtu ako na pesa yake anaingisha hata 100 daily. Reaction yako ilikuwaje venye ulikuja hapa siku ya kwanza? Mimi siku ya kwanza venye niliingia, nile tu nilikuwa nafanya kazi juu ya shida but haikunipendeza. Juu nilikuwa nimezunguka kwa makambuni nikakosa na nikajituma sana nikuja hapa nikae as if mimi ni chokora but si chokora, nitafute sasa riziki. Yeah. Ever since huyo baba wa watoto wako muonana, mshionana, shipita hapa labda siku moja akakupata ama huko ukienda kupimisha kilo? Yeah, napitanga ananiona. Na ana huruma, mshiongea after labda mumeachana? Sasa kuongea hata akikuja kwangu tuseme anataka turudiane. But nikifikiria wala nikiangalia venye niliteseka ndo nifikia hapa hivi. Naona ni ngumu sana nimrejeshe katika moyo wangu. Unaweza kosa kumrejesha kwa moyo lakini umrejeshe kwa maisha yako. Sitaki. Msaidiana tu. Napata bwana mzuri kama hii Zip ni bwana. Hii makazi yangu naiweka kama bwana. Sasa na focus sasa na watoto venye watasoma na kukula. Anatumanga kakitu labda mwisho wa mwezi ama weekend saa zingine? Hapana. Benye alienda tu aliamua kunyamaza. Alisema kama nataka usaidizi mpaka arudi. Mpaka mrudiane. Yeah. Na watoto wamesoma, umesomesha, umefikisha wapi so far? Nimesomesha watoto wangu sasa hivi niko na grade 6 na form 4. Grade 6 na form 4. Yeah. Wow, na umetosheka Kabisa. Rent huko nalipa pesa ngapi mama? 35. Yeah. That's friendly. Na maybe siku moja miezi ile unachelewesha rent, KLT kama agency wanajua stories zako? Wananielewa juu hiyo nyumba tu sijawahi ama ni ile tu. Yeah. Venye tu uliachana na mzee. Ni hiyo tu. Hiyo ni loyalty. Loyalty zinasaidianga sana. Wow. Security mtaa ya Kware ikoaje? Huku hatuwezi kusema kuko poa wala kuko kumbaya. Kwa security inaanza na mimi na wenye tunaishi na wao hapa. Sasa hapo ukileta kichwa ndio unapatanga tunaweza kumalizia haraka juu kukutoa pale kwa gate si rahisi. Kitu ya kwanza tukikaa hapa tunasemanga upendo ndio kitu ya maana. Kama mtu hana upendo, kuna ile suspicion unapeangwa. Ukienda ukiteseka pale nje ukirudi hapa utakuwa na nidhamu. Ndio maana sasa hapa tunasemanga sisi wenyewe tunajikinga. Yeah. Ninyi wenyewe ni security kabla polisi wafike, you handle your matters within yourself. Yeah. Wow, that's good. Kuna mwanamke ako pale chini pale nje ameboeka, amekasirika, ako na stress, ajui anzie wapi na ndio hivyo ameachwa na mzee. Unaweza muadvise aje kama mama uko na experience pia mama yake, sister yake? Mimi naweza waelezea masista zangu wenye wako pale nje wamepitia kwa ndoa ziko na changamoto kama yangu. Wasi give up. Ukikuja upatane na mama, unaangalia rika yenye unabonga na yeye. Unaangalia mtu unaweza muelezea mambo zako akusaidie. Ama wewe unaweza muelezea mambo zako asitoe pale nje. Ukipata mwenye ni mzuri anakusaidia, anakuonyesha njia. Wewe shika hiyo njia, usitake kujua atakusaidia aje ama usikae chini akuletee unga, akuonyeshe hiyo unga inatokanga wapi. Ukipata hiyo unga mahali inatoka, uwe focus na pale. Wacha masikio za watu funga, usitake kujua watu wanaongea nini. Kwa sababu hata sisi tukiwa hapa tunaneneangwa mengi sana. Unaweza sikia mtu akisema juu kama mimi niliachana na mwanaume, unaweza sikia akisema nilikuja hapa juu ya wanaume, lakini kwangu najua chenye kimenileta hapa. Yeye naye ule ako pale akitaka maisha yake na familia yake ikae vizuri, masikio ya watu afzimbe kabisa na ashike yenye ilimleta kutoka nyumbani kukuja malapa. Yeah. Kuna video ilienda viral sana like a month ago ya msichana Gen Z. Huyu msichana Gen Z alisema ati kwa ndoa kubamba mafala. Huko kwingine ndio kubamba. Do you agree with her? I can't agree because uwezi jua uko nje kuna bamba aje. Unajua kila mtu na venye uumbwa ama venye ulewa na wazazi. Sasa kama mimi siwezi tamani nikiwa single. Juu kuna changamoto mingi sana kati ya mtu akiwa peke yake single. Kwa sababu hao watoto hata kama siku moja wanatamani kwenda kwa mtu waitwe wako na nyumba na mama yao bado hana.
Unaona kuna changamoto like kijana anataka kuoa kwangu na anasemanga naenda ku visit mzee wa hiyo boma na hakuna. Unaona? But ukiangalia za zingine hata hao wanaume ndio wanasema wanafanya hao jensi waone ungumu kabisa ya kuoleka. Kwa si mwanaume anaoa ako kwa ndoa. Akifika kwa ndoa hivyo sijui ni nini mnaonanga inawatoa out of your wife, unapata mwanamke mwingine pale nje. But mimi naeleza vijana mwenye ako serious na ndoa, kama umepata msichana wa mtu na umeamua huyu ni bibi, hebu mfanye akae ule wa pale nje mwenye hajaoleka, mtaendelea maisha mazuri. Lakini ukishika msichana wa mtu na mfanya kaa shosho, avae dera kwa nyumba, avae takataka zingine zenye hazikupendezi pale nje, hiyo maisha itakuwa ngumu. Hebu pia mtoto wa wenyewe freedom kwa hiyo nyumba yake. No, kuna mipaka zingine unampimizia. Asipite yenye mzazi hata kubali na itakuwa maisha poa. Kwa hivyo wewe unaamini wanaume wakitulia kwa boma zita survive? Zitakuwa smart sana. Yeah. Wow, thank you so much. Hapa tumekuwa na mama yetu. Nikumbushe ni mama nani tena? Mama Monica. Mama Monica anakuanga hapa hivi kwa reda. Mama Monica juu amesupport asuli yangu. Haya mimi lazima nitoza soda leo. So ndunywa ndo ya mzelo teka soda. Ndunywa majani no mweka diwa. Wana kuno. Ando jana za moito. Ebetie ngi uko yambe ya mjindi ndau. Yata ndo enda kindo ndo ya mundu kambose. Si ni kweli? Ki mundu ateti. Bado tuko kwa arena wa mama wangu wananisupport vibaya baya sana. Tuko na moja hapa nakula mudhokoi. Ende mama umetoa mudhokoi wapi huko? Nimepikiwa nikaletewa. Umepikiwa kaletewa. Kwa majina unakuita nani mama? Naitwa Lucia Mwende. Lucia Mwende. Wakamba na mudhokoi lazima waku. Naona uko hapa na mama Monica. Shughuli ni gani wanafanyanga? Sisi tuna hustle hapa, kuchemba. Kitu kama hiyo. Kazi yako ni kuchemba. Una normal day unamkanga saa ngapi? 5. Asubuhi. Lazima ufike mapema juu mzigo ndio imeingia. Best. Kama Gikomba tunaonanga wase wakingangania mali. Bado huko mnafanyanga hivyo? Itabidi. Hapo usipojituma utatumiwa. Kazi hapa ni kama ya piecework. Kwa hivyo usipojituma utakuwa tu umelalisha kivyako. So mama hapa naona yeye ana dealing na zipo, una dealing na kote, plastic, quincha, vitu kama hizo. Kilo moja ni pesa ngapi za hizo plastics? Kilo ya plastic sasa hivi wanatubaia na 28 pa kilo. Lakini zako zinajaja haraka, si ndio? Lazima ujitume zijae. Unajua kama mama hapa sijui ndo afikishe kilo moja kwa hizi zipu, nadhani amechonga ngapi? Nazo zipu zinalipa kuliko plastic. Ameniambia kilo moja ni 400. We. Anakula mzuri akianza kukula. Ndio. Watu wengi wanasemanga wamama wenye wanaonekana huku kwa kuchemba wamevurugana na mabwana zao, sijui nini. Stories zinakuanga tu mingi. Hebu kidogo sijui unaweza tu clarify nini hiyo yenye julikani kuhusu wanawake wenye uchemba? Si wote wamevurugana na mabwana zao. Hapa si ati sisi wote ni masingo, kuna wenye wako kwa ndoa. Kuna wenye pia wako na mabwana lakini mabwana nikaa wayuko. Mtu ako na bwana lakini ni bwana yuko. Yaani nikaa tu picha. Statue tu kiko kwa nyumba. Kwani kuna mabwana wanakuanga hivyo wazee kweli? Si wako wengi. Wako usaju. Kazi ya bwana ni nini? Si unafaa kuprovide. Na kama uprovide. Sina kaa tu niko na bwana na nikaa sina. Sasa itabidi mimi kama mzazi nijitume kwa sababu ya watoto. So unapata mzee anaweza kuwa tu ako pale kwa nyumba lakini aprovide watoto wake. Wako. Hiyo ni mpya sijasikia hiyo. So kulala unalanga saa ngapi pia? Saa 4. Kuna time ya kupumzika kidogo hata. Si nikilala saa 4 5 alamu inakuwa on naamka. Nimesikia watu wakisema unapenda sana mambo ya football. Mimi napenda football na mwenye walichangia nikapenda football ni mtoi wangu. Wow. Mtoto wa kike anaitwa Christine for 15 years. Yaani ni msichana lakini tangu akiwa mdogo 3 years. Yeye aliingia tu kwa mpira ya vijana. Na sasa anaendelea poa, anacheza namba 9, namba 10 na namba 6. Striker mbaya. Anakuanga shule gani ama wapi? Ako Jenga JSS, anafanya hii mwaka grade 9. Anachezeanga timu ya hapa inajiita Babel. Kuna timu ya Nyayo imemchukua inaitwa Young Saints.
Wow. Usijui utamleta kwa afande lini nimulike story yake pia naweza tamani. Siku yenye utamuhitaji. Lakini labda ikuwe shule zikifungwa juu sasa wako busy na exam. Wamesema go grade 9. Waacha malize ndakuja December. Namba yangu iko na mama hapa ndakuja December ama wakimaliza tu exam. Reach me labda ndakuwa nimerudi kazi na huko. So but mama nimemwachia namba. Wazazi wa Afrika wamekuwa for a long time. Hawaamini talent inaweza lipa. Kama mzazi wa Mwafrika wewe, what's your view? Saa hii siku yetu sisi tulisoma 844. Tulikuwa tunalazimishwa na mzazi kufanya vitu fulani zenye wewe utaki. CBC inatufunza ni ability ya mtoto, kitu yenye anaweza. Na pia nikafikia mahali nikaona si wazazi pia tunakazianga watoto sana. Mtoto anakuambia sitaki kuwa daktari, nataka kuwa kama banka ama nataka kuwa sasa moyo wangu yeye hata sasa hivi wenye wamechagua hizo masomo yeye amechagua art and sports. Art and sports. Sasa hiyo ndiye ameenda nayo. Na si ati ni mbaya kwa nini kwa darasa, ni mzuri lakini hiyo ndio kitu yenye anataka. Anapenda hiyo. Mimi sikumkataza. Nilimwambia kama hiyo ndio anataka kwenda nayo na pia naona vile anapenda mpira, anapenda sports. Kabidi aende nayo. Jua hakuna mtu anajua talent zinalipa. Labda kama mzazi wa Kiafrika ulikuwa comfortable kwenye amechagua. Mimi niko comfortable tu kabisa. Watu wanasema ngaende ufanye daktari, ende kuwa lawyer, kuwa mwalimu. Sasa hii kuna wachezaji wengi hata wako wanalipwa vipoa kuliko hata wa madaktari. Mbali sana. Si ndio? Inakuwa mtu ni daktari na huyu ni player lakini player anakuwa anaandika hata ule daktari. Personal doctor by the way. Si ndio? Kitu kama hiyo. Kwa hivyo sasa ufai kunyima mtoto chenye anataka. Ujui mahali baraka zake zitapitia. Unaweza msukuma kwa ile doctor. Hata akienda kutibu wagonjwa juu si kitu yake yenye unajua vitu ni kutoka kwa moyo. Sasa moyo wake yuko hapo kwa daktari. Hata kazi yake ni kudunga wagonjwa mashindano akiwaua tu. Heri tu acheze mpira. Ni kweli. Ama enda fanya blanda makesi zikiwe mingi. Si ndio? Juu ni kitu ajaipenda so ajaitilia maanani hata kusomea. Wow, that's good. Wazazi tukimalizia utawaambiaje? Wazazi wasikazie watoi. Na pia wazazi kuna jina fikanga ya mtoto si wa kiboko. Ni wa kuambiwa na mdomo. Anasikia, wakusikia atasikia. Mwenye si wakusikia si utamwachia tu ulimwengu. That's good. So utaambia mafanzi wako ama makastoma wako wenye wanakujua, mabeshte zako wa subscribe to Afande Deno YouTube. Sawa. Siwaambie sasa. Afande Deno. Haya makastoma wangu wa Chirambe. Kote Planyo. Subscribe ama waingie YouTube. Ngeni YouTube. Mfinye ile kengele. Msaacha Afande Deno na mfinye hiyo kengele. Si ndio? Kuna swali lingine imekuja sasa hivi. Ni kitu gani mwenye mshaipata hapa more valuable ukasema hii siendi kuuza? Hii naona cheke. Iko. Nini ushaipata hapa? Kitu yenye nimeshaipata. Ukasema hii nienda kuweka kwa nyumba. Hata kama tu nikatoika mtoto inaweza kuwa hata ni ball ilikubamba. Mimi kitu yenye nilipatanga ni trophy ilikuwa imetupwa ya mpira. Na juu nishakuwa pia mimi fan wa mpira. Ikabidi niibebe. Nipeleke ikae kwa nyumba. Ule mtoto wako akiona na kuinspire. Anafurahia. Wewe ni mjanja. Mziniba. Numetaba kuweni. Salama. Unajua mama umeta magendo bugi singo. Unajua ile kitu ikiwa hapo inamuinspire sana. Nataka pia mimi siku moja nilete mamangu kama hii. Naange yangu sasa si kitu. Na pia nampiga booster, anamuongeza ile hamu ya mpira. Moral. Si ndio? Mama na wewe ni gani uchirokota ukasema hii najiwekea nionanga? Vitu mingi kama tuseme unaweza pata mattress, hata meza. Vitu ni mingi unaangukianga, unaweza pata hata vijiko za silver. Unaweka kwa nyumba. That's good. Wabangara himu zani na gwinde wenda ni ngoye nige. Arato silingi na lemo. Zalimo ama wanasemanga fika mahali ujue chenye kinaendelea huko. Tembea kwingi uone mengi, you know. Last time nilikuwa nguku ilikuwa last time ya ile masaka ilikuwa hapa kubwa. Leo nimewaleta nikuje niwaoneshe venye watu wana survive, venye watu wanapata pesa from this area yenye wewe mwenyewe unadharau, si ndio? Familia mingi zimekuja huku na zinategemea land kusurvive, kusomesha, kukula, kulipa rent.
watu wana kemba. Oh, sorry. Tuko sawa sasa hivi tuko shughuli. Kama unaona kama huyu ni kagaldem ketu, kanauza miwa hapa. So si sahi. So inamaanisha this is a community yenye inalea familia. Na tumepatana na one of Nyako. Nitakaa wapi? Hapa naweza kaa. Hapa mimi naweza kaa. Si hazina maji si ndio? Hazina maji. Ai kuja. Oh, thank you so much. So kwa majina mimi naitwa Afande Deno. Hii Shia nimesahau kidogo. Ilungi na? Aha, Pali Orion. Pali Orion? Yeah, or Pali Orion. Orion. Yeah. Kukua Majaluo ni expensive. Kwanza majina inakuchua doslap ingine na kumaliza kabisa. Life inakupeleka aje Orion? Mimi niko poa, niko fiti, niko sambamba. Kuna sauti supu by the way. Thank you. Naona wewe ni msema maniwa ama ni nguo leo umevalia? Hii ni tunaita huku. Kiasi. Huku tunaita inaitwaje? Yaani nguo ile ya kazi. Hii ni nguo ya kazi. Yaani umechukua nguo ya mani umefanya nguo ya kazi. Watu wa Manchester. Away from that. Nataka tu tupatie tu life yako huko venye unakaanga. Life yangu. Umesema unaitwa Marion? Orion. Sorry. Okay. Orion. You have a very sexy name. Orion. Nitaita bibi yangu hivyo. So tupatie life ya huku. Wewe being a lady, being here. Okay, for me, mi hufika huku like saa 3 because mi nafanya daytime. Kuna wenye hufanya night na kuna wenye hufanya day. So like me, lazima nifanye shughuli zangu 1 2 3 kwa nyumba. Ndo nifika hapa kitu saa 2, saa 3 asubuhi. And then nikifika asubuhi, ni change into my nguo zangu za kazi. Hata unaweza ona, si niko smart? Uko smart, kwanza ni mzee wa maniu. Kitu ni bamba ni mzee wa maniu. Alafu niingie kazi. Gari zikifika, tuanze kuchapa kazi. So ni shughuli gani unafanyanga? Mimi huchukua, tunasema kudora. Kuchemba. Kudora ama kuchemba. Kudora hiyo ni Kijaluo, si ndio? Kudora hiyo ni Kijaluo. Haya, so vitu tunaweza kuonyesha vitu huwa tunadhora ziko the other side. Nashukuru sana. Base yangu iko the other side, juu mimi niko na base pale. Tunaweza enda hapo kwa base yako. Yeah. Hiyo ni microphone unaweza tembea tukiongea nayo bado. Okay. So ufocus tu na sisi, simulika watu wengine. Haya. Wacha tutembee na Orion. Baby girl utaki kwenda na sisi? Tuko na Orion hapo hivi. Wacha leo tutembeze. Thank you so much Orion. Yeah. Support asili yetu. Pia mimi utani support. Tukuje huko. Mtakubali afanye huko. Kubonga na nyinyi. Live yangu haya basi subscribe YouTube yangu. Subscribe YouTube sawa? Afande Deno, amjua Afande Deno? Sasa mnaweza ona. Hizi ndo mali. Kuna nylon. Kuna mabags. Kuna chakula. You can see. Hizi ni chakula za nguruwe. Unaenda unauza. Inachukuliwa hapa. Kwa nini unadili na kila kitu? Si ndio? What's the feeling you being a lady? Na maisha imekufikisha hapo mpaka unakuja kuchemba hadi chakula yangu. I just feel nice and well because at the end of the day napata pesa yangu. You see? Sitategemea mtu ati mtu ananipea do. Hapa nitatoka na pesa yangu, niende nifanye shughuli zangu zenye ninahitaji nifanye. So hii chakula ya nguruwe wanapimanga in kg ama? Chakula ya nguruwe tunaipima kwa hii. Just let me use your bag as an example. This bag here, you see this bag? This ikijaa, you get 100 from this bag. Hiyo ni ikijaa sasa chakula ya nguruwe ni 100. Ni 100. Na unaonaje hiyo bei yake iko aje, ni kidogo ama ongeza? Ni mbaya. Ndio? Ni mbaya. Juu ni nzito pia kuibeba from the grounds mpaka ufikishe place yenye gari itakuja kuichukua. Ni kind of ni heavy. Naona kama mzee umekula mbugu sana. I love your accent. Uko fit sana.
Flattered, thank you. Aya, na hii ingine Which one? hizi sasa ni Hizi sasa si machakula. So you can see these ones are the uru bags. Wataenda kuziosha and then after kuziosha wanazifunganisha zinarudi soko. Kila kitu inarudi soko. Hata sisi tunarudi soko at a time, si ndio? Si weekend hata sisi tunakuanga soko. Juu weekend ya tuingii mboka, si unaona? Naoga, naenda narudi soko. Wewe ni mali bado unarudi soko, hamna shida. So hizi tunapima kwa kilo. How much per kg? This one is like 20, some people do for 25. It depends with the person you're going to sell it to. Yeah. Si ndio? Na kiko na rozi nzuri pia. Yeah. And then the cottons. Kama iko na maji unaanika. Kama lazima kwanza uanike. Yeah, because ukipeleka na maji ata complain. Yeye ataenda loss. Juu yeye pia si atauza. Si yeye pia anauza kwa kampuni. Ikauke na kabla afike kunyeshe tena. Hakuwezi nyesha. Nikiona mvua inakaa naenda kuuza inyeshe huko. Imnyeshe base yake si kwangu. Si kwako. Na magunia and then tuna ma plastics pia. Kuna mifupa. Kila kitu. Ni nini ilikupushuka ukakuja huku? Microphone huku. Okay. Nini ilikupushuka kuja huku Orion? After kusaka job, nimesaka kazi, nimetembea hadi Syokimau bila mimi kujua niko Syokimau. Naona tu like welcome to Nairobi, najiuliza kwani niko wapi huku? Hizo industry zote za Mombasa Road wewe umetembea? Nimetembea nikitafuta kazi. Nikajua kumbe huku ukitaka kazi lazima ukuwe na mtu mwenye anakupeleka. Sasa tunajitokea ati mimi nataka kwenda kutafuta kazi. No. By then ulikuwa unatembea peke yako? Natembea peke yangu. Like nilikuwa nimeshift from another place. Nilikuwa naishi another place, nikashift nikakuja Nairobi. So ninatafuta job. Sioni. Ikafika place yenye sasa nimeenda kujaribu kufanyia Uria kazi. Naona for me atuelewani, unaona kuna ka language barrier and then this person is misusing me, you see. From there nikaona juu mamangu fanya hii kazi na amekuwa hii ni base ya mamangu but sasa hii ameenda ku relax juu anafanya night shift. Yeah. So nikaamua acha nikuje ni join to you for now. If kama kuna kazi na ningojea ama kuna blessing nyingine nitapata from God, then itanipata tu hapa. Nisikae chini ati nangojea ati hakuna kazi. This another kazi, naweza fanya hii. Bora ni kazi, yeah. I want to ask a very silly question. Just ask me. Do you have a boyfriend? A man? Yeah. No, at your age, I hope una understand najaribu kuletea hiyo swali. Si maboy wote watakuvumilia. Ni kama sasa usikie nafanya kazi mochari. Na hujawahi experience mzee wa mochari before. Kuna ile harufu, si ndio? Ile harufu kwa akili yako. Ni msafi yes, lakini kwa akili yako uchambia na kwanga mochari. Hebu nieleze relationship apart from the love relationship. Ile relationship yako kama Orion na Mutinda na Odhiambo. Iko aje? Being that unafanya kazi hapa. Being that I'm doing this job. Okay, for starting time yenye nilianza kazi, it was like that's not a job. You see? Kaa kwa nyumba ndakulea. Hakusema hivyo. Hiyo ni just a say. Utakaa kwa nyumba and then mtapigana the next moment. Unaona juu kuna vitu zenye unahitaji. It is not a matter of just eating and sitting down, you see. Kuna vitu unahitaji. Tunaongelelea pesa. Mingi fulani unahitaji. Ukaendelea kukuja ukakuwa mang'ao ukaendelea. Nikasema kaa mbaya. This is me. This is what I want. I want some cash. Beside what you are giving me, I want mine too. I want to add. Yeah, for sure. Yeah. After that akakubali, relationship iko aje? Alivumilia ama alisema mimi hapa demo wangu anakuwa pale na chemba. Assumptions. Sasa unajua kuna vitu kama hizo lakini sasa utakubali. Juu for this guy juu hata niko na mtoto wake hakuna kutoroka. Mama unasikia hiyo? Ushamweka pingu? Hakuna. Wewe ndo ulimweka? Hakuna mali anaenda. Vumilia lazima tukue hapa.
Kujana yako ni kujana yangu. Huyo ndio mimi sasa. Yeah. Yeye anafanya kazi gani? Yeye anafanya kitu kama online writing. Oh, ni mzee wa online writing. Unajua saa zingine kazi hiko, saa zingine hakuna. Sometimes kazi huenda chini. Si wewe mwenyewe umeanza by kusema watu tunavumiliana, you see. Juu hata saa zingine unafanya kazi unakosa. Lakini kakifunguka kakifunguka nayo online writing kama amefunguka. Kuna mayutu wako huku nje wanasema hakuna kazi, unaweza waambiaje? Kazi iko. Kama mimi nilikubali kufanya hii. Hata wewe unaweza jaribu another. Si lazima tufanye hisi wote, juu hatuwezi toshea hapa. But tunaweza angalia kuna hiki kitu tulikuwa tunasoma kwa business, kuna gap mahali. And this one nilifind hii pia ni gap. Ni kweli? Si ndio? Wallahi. Bado ni mjanja hivyo. Kuna gap mahali, wewe mwenyewe ndio utanuka feel that ka gap, you see. Sasa tukikaa sisi wote hatuna kazi. Of course sisi wote hatuna kazi. Na hakuna miracle itafanyika ikupate pale kwa nyumba. Tunasema mtu anasema niko na hizi documents zote, mimi sioni kazi. Hakuna miracle itafanya. Hakuna miracle itafanyika na hizo sat zako zigeuke zikuwe pesa utumie. Shukrani sana, nimekuwa na Orion. Kama mkujituma, kama unataka kunisupport kuja tu hapo mleta hata soda, maziwa. Sasa hivi venye niko chupri, nikirudi kazi nirudi tena. Ndakuja na uniform, unajua sasa wasini kama wanijui. Ndakuja tu na uniform. So manzi, shukrani sana, moral, support hiyo kijana, kusupport pia yeye. Na as long as inaleta kichele, usigive up. Si ndio? Tupige picha moja na Orion. Hello. Salamu basi. Mimi sijali, mimi ni mtoto wenu. Muko fiti? Zote zenye zinaingia. Naendelea maisha nawapeleka aje siku hizi? Hapa. Maisha ni ngumu. Maisha yenyewe ni ngumu. Mshini una mali? Amjui afande Deno? Afande Deno. Amjui msikia? Mam, na uko na nguvu mam. Hizo tunapeleka wapi? Kuja tumsaidie kushikilia asianguke. Ndio kushikilia. Chunga. Na wewe mwenyewe? Mam, pole sana. Nikusaidie kushika? Niko sawa. Sawa, unapeleka wapi? Ilikuwa ishafika? Nishafika. Na ile siku nyingine tangu ile siku haionekana. Sasa zimetokea. Sawa. Na msubscribe YouTube yangu, YouTube msubscribe. Unajiita nani? Afande Deno. Afande Deno. So watagwan nimepata na mama wangu hapa, wa mama bomba, wa mama kazi. Mama job. Mama job. Hizo kilo nimekusaidia kupandisha hapo, ilikuwa kilo ngapi? Hiyo ni kilo 100. Kilo 100? Hiyo ni 100. Unatoa huko mwisho hadi hapa? Wa. Nini likufanya ukakuja hii kazi mama? Ni mashida tu. Ni hali ya dunia. Kwani mzee wako wapi? Sina mzee. Mliachana lini na mzee? Mzee tuliachana miaka 20. Imepita. Hii kambi ya kutafuta pesa uliingia mwaka gani? Hii niliingia 1995. 95 ndio ulianza kuchemba? By then ulikuwa na watoto wangapi? Niko na watoto 10. Ukiingia ulikuwa na watoto wangapi? Nilikuwa na mtoto mmoja. Mtoto mmoja. Watu wamesomesha, wamefika mahali wamefika. Hebu tueleze maisha yako hapa venye inakuanga na normal day. Maisha yangu hapa iko sawa. Iko normal, ni ya kawaida. Haina shida. Watoto wamesomesha mpaka wapi? Watoto wameenda mpaka university. Wow. Makofi kwake? Makofi kwake? Wow. Mpaka university. Mpaka university. Na wamepata kazi ama wanahangaika huko kama sisi? Bado mmoja ni muibanji. Huyo mwingine ameoleka.
Huyo mwingine ako tu Nairobi. Huyo mwingine ako Western. Wow. Huyu mwimbaji sofa talent yake inampelekaje mama? Talent yake iko poa. Na yule hayuko kwa kazi. Huyu nafaa umtafutie job. Uko na mtoto wako hapa? Huyu na ule mrasta. Hao wawili ni wangu. Ai mama, acha mchezo. Yeye kujeni. Hawa ni wangu hawa. This is my mom. Tunafanyanga kazi ya kuchemba. Baba yetu alituacha tukiwa wadogo na hiyo ndio tunasurvive naye. Mrasta pia kuja unipatie. Mrasta uko na Mrasta ndio last born. ndo last born. Huyo ndio last born. Watoto wako wako na furaha sana. Kuona mama yao ako busy. Na hadi sasa anabeba kilo 100. Na mama yao ni mwanamke bomba anajitambua. Si ati nini? Mama si ati nini? Kwanza high five. Wewe mwanamke bomba wala mmoja. Kupandisha kitu hadi hapa. Wanawake wengi wa rika yako hawezi peleka. Hawawezi. Si ndio? Naona hapa mko na cheerleader ama ni nani huyu? Huyu ni cheerleader wetu. Kumbe nishajua. Karibia naona vitabu na mfuko ni leather. Hii mama ulirokota huko ama ulinwage komba? Hii nilichemba huku. Hii nilichemba huku, hii ni kampuni. Hii kampuni. Hii ni kampuni. Na mbona uje uza hii nini likubamba? Gani? Hiyo bag uko nayo. Kwa hii bag. Nilikubamba na hii bag. Hii bag ilinibamba sababu nikiweka kitabu hivi. Haya, natoa rahisi, naandika wa mama wangu vizuri, na nikiona mtu ako na shida, kama niko na maji hapa, nachukua hivi, namsaidia kama huyu venye ametoka kazi, anakunywa. Na bag yenyewe ni leather. Bag yenyewe ni leather original ya wazungu. Inakuanga na kadibi huko na kina Nicki Minaj. Wow. Na iko na hadi mifuko ya ndani ya kuweka pesa. Hii kitabu inakuanga ya kuandika nini specifically? Hii kitabu sana sana ni ya kuandika wamama sana sana mwenye ako na shida, amepatwa na matanga, mwenye amepatwa na issue kama ya ugonjwa, tunaandika, tunawasaidia. Kwa hivyo hapa ni kama mko na kitu kama chama. Tuko na kitu kama kachama hapa. It's so inspiring. So una normal day unakujanga hapa saa ngapi? Mimi nakujanga kuanzia saa 8 hivi saa 7 majioni, lakini Saturdays nakuanga hapa hivi saa 5. Yaani kulingana na saa yenye najisikia tu. Sina masaa specific. Na unachembanga nini wewe? Mimi nachembanga plastic na ilo mifuko hizi vitu tu zote. Hata nikipata nguo mzuri kama hizi zenye nimevaa nilichemba tu hapa. Ni kampuni kubwa, usidharau. Hii ni kampuni tunalea watoto nayo. Watoto wanasoma. You are funny, I like it. Hii ulichemba huku? Tulichemba huku. Ni safi, ulienda ukafua karudisha? Tunafua tunarudisha kwa mwili. Wamama wanachemba. So wanasomesha, wanalea rent. Na maisha inasonga. Na tuoni mambo kitu mbaya nayo. Kuna? Ndio mama tunaomba. Si ndio? Watu waangukia by the way. Watu waangukia mbaya sana. Tunaombanga sana Mungu anguse serikali yetu. Wasikuwa natufungia kwa sababu ni kampuni tu kama ile nyingine. By the way, sababu kazi hakuna. Wanasemanga mtoke hapa ama? Wanatakanga kanjo sana sana. Natakanga tutoke huku, mara ni kuchafu, mara kuko hivi. Lakini tunajiangalia. Si eti tunachemba sababu sisi ni chokora. Sisi ni wamama wako na familia zetu. Wewe ni mrembo na wewe ni msafi. Baya sana. Tuko na mboma zetu, tuko na familia zetu. Hapa ni kikazi tu. Ni kazi. Kama tu venye unaonanga makanika ni mchafu, amelala chini ya gari, anatengeneza gari. Lakini akitoka hapo ni msafi tu kabisa, ni mama mzuri. Na akona pesa? Na akona pesa. Niko na swali nataka kuuliza mama. Uliza. I'm sorry. Mzee bado yuko? Mzee niko na yeye. Hebu tuambie venye uliamua kukuja ukasema mimi nataka sasa kuanza kuchemba. Niliangalia nikaona mapato ya mzee iko chini, haitoshelezei mahitaji ya boma. Na mimi tangu kitambo nilikuwa nishazoea kujifanyia. Nikafungua kibanda, nikaona bado biashara ileti iko chini, haifikii nikikula faida nakula yote kabisa. Inaisha. Sababu faida inaleta kidogo. Niko na watoto wanasoma, nataka kulipa rent na kazi ya mzee ni ndogo, yani ni ya kuuza tu kwa marikiti. Pata potea. Leo hapo pesa haitoshi. Haitoshi. Sasa nikaona nikikuja huku. Nilikuja tu nikajifunza, nilianza kuokota sana hii boxes. Niliokota. Nikienda nikiuza. Nilikuwa naona tu napata mapato kidogo, lakini nikaendelea nika-upgrade. Sasa hii naona niko sawa. So swali yangu ilikuwa hivi, venye ulimwambia mimi nataka kwanza kuchemba, reaction yake ilikuwaje? Hakukataa. Mzee hakukataa. Alijua ni kazi. Huyo mwanaume hata mara ya kwanza nikatembea na yeye sababu hakuwa na kazi. Nikaona kama tukapata kitu. Na maisha ikaendelea. Ngoja turudi hapo. Venye mlitembea naye mara ya kwanza.
Yeye aliona hiyo hawezi ama yani ile sema siku yenye hayuko kazi. Bado anakujanga? Si akujangi sana huku. Lakini hapo kitambo kabla nianze kunisupport. Wow, tulikuwa tunaokota mifupa huku kwa nani, tunapita huku kwa mabuchari, tunaokota mifupa tunaenda tunapima. Nataka kuuliza ni sawa, umeongea nikasahau. Anyway, tuko hapa hivi, tukute mama nani mama? Mama Fiji. Ama nataka kuita yenye inajulikana. Wewe ndio utajua yenye tutaongea. Ita Mama Fiji. Mama Fiji tumekuwa naye hapa, ametupatia story, very inspiring story. Swali imerudi. Kuna wamama kwa hizi boma kwa familia unapata mzee apati, pesa itoshi. So wanashinda wakivurugana juu mama yuko kazi, ile bibi yuko kazi. Unaweza muadvise aje? Naweza muadvise ajizoe kujitegemea. Kazi huisha, hata pia mwanaume si lazima mwanaume hawezi ishi maisha yote yake. Anaweza kufa ubaki uko nini hivyo. Na kazi pia yake inaweza isha. Na kazi pia inaweza isha. Anaweza kuwa pia mgonjwa. Anaweza kuwa mgonjwa, unafaa ukuwe umezoea kujitegemea. Unafanya at least unalete mapato. Si ati siku yenye mzee yuko kazi watoto wako wanalala njaa. Hiyo ni mbaya. Unafaa kujitegemea. Wow, that's good. Tumekuwa na mama Viji, mama vibe, mama kujituma hapa Kadaila. Unasikia nakwambia na mkanga. Warea akifika shughuli, anakuja amekuwa kichemba for more than umesema miaka ngapi? Kama 10. Miaka 10. Watoto wamesomesha, amelea. Hata ukimwangalia ni mama msafi sana. Na kitu imenibamba, wanapigana support. Ukiwa na shida hapa kidogo, ukileta shida yako, tunakushughulikia. In discipline cases, tunadeal na wewe. By the security wise uko kwaje? Security iko sawa, iko tight. Sisi wenyewe tunawekeana security. Penye unaona tuko hivi na hao ni nini? Hawezi tamani mtu wetu mmoja wetu aumizwe. Tuko sawa tu kabisa. Security ni tight. Na polisi wanapiganga patrol hapo usiku saa zingine? Wao pita? Si sana. Lakini tuko sawa. Lakini mimi naweza furahia polisi wanapita. Sisi tunachunga watu wote. Tusikuwe ati polisi tunaenda kuchunga wale tu pesa peke zao, mabiashara kubwa. Cause mimi na believe kama sasa hivi mali mimi niko. Mimi hapa sina bunduki. Nyinyi ndio security yangu. Nikikosa kutengeneza relationship mzuri na nyinyi, hapa ningewahi kuja kweli? Enyewe. So tunaomba security forces tafadhali. Wacha tu watu wapite tu. Hata salami. Venye tu tunadumishanga sisi wenyewe amani, hawana haja ya kukuja huku tuko. Mimi nataka najua mko nayo lakini sisi wote ni binadamu na tunasabu nyinyi wote. Sisi wanakuja kuchokoza. Kuja atapiga hata kama mrembo hapa moral, mwambie leo shika 100 naona siku yako kuna venye nakaa. Ama ni aje kama inapaswa kuwa hivyo. Unajua kwa polisi mimi nasemanga usikae kwa ofisi zote. Julia watu hali. Na machama zetu kama merry go round. Ukisema saa hiyo umechagua, tunasupportiana, unapewa kama 1000 zako 10, unaenda unajifanyia kitu yenyewe. Unajiinua, si ndio? Unajiinua kimaisha. Tunasupportiananga sana.